Haya, leo ni Jumapili na siku ya jana tukadiscuss game kadhaa. Kwenye upande wa magoli nyingi zilikwenda kama tulivyokuwa tumezungumza hapa, na leo pia pana games, ukumbuke pana games za kutosha sana duniani kote, lakini mimi nimechagua game 8 ambazo hizi na uhakika hata utabiri wake unaonekana. Moja kwa moja pale nchini Uingereza unajua pana game 4. Pana game 4, Spurs atakuwa nyumbani dhidi ya Southampton, lakini pia vijana wa United watakuwa nyumbani dhidi ya City derby hii, Manchester derby, lakini pia ukumbuke vijana wa Chelsea watakuwa na kibarua dhidi ya Brentford ugenini kule, lakini pia Majogoo Jiji wao watakuwa ugenini dhidi ya Fulham. Moja kati ya game ngumu sana, game ya mwisho ilisha 2-2 licha kwamba Liverpool walipata kadi nyekundu. Kwa hiyo game ilisha 2-2. Lakini pia vijana wa Chelsea wao pia leo watakuwa uwanjani, tutakwenda kuweka joraji pia hapa tutakwenda kujua. Ukumbuke ukienda pale nchini Ufaransa pia pana games za kutosha sana, lakini pale tutachagua game moja tu, game ya Marseille dhidi ya vijana wa Toulouse. Lakini pia ukumbuke pia ukienda pale nchini Uholanzi pia pana game Ajax atakuwa nyumbani dhidi ya NAC Breda. Jana PSV katoka kushinda, kwa hiyo moja kwa moja leo Ajax pia anahitaji kwenda kuliongeza ile gap la points liweze kuwa kubwa, ili ikiwezekana tutangaze ubingwa tu kama ilivyotangaza PSG mapema sana. Lakini leo tukitoka hapo pia tunakwenda pale nchini Italia pia pana games, lakini pale nchini Italia kidogo ni pagumu kuchagua. Lakini pale nchini Scotland pia pana game, ukumbuke Celtic atakuwa ugenini dhidi ya vijana wa St Johnstone. Najua miongoni mwa game ambazo zimekuwa zikitoa magoli mengi sana. Game iliyopita nilikuwa nimeiangalia, vijana wanapata ushindi mnono kabisa, shinda mabao mengi sana, 5-6 vile wanapokuwa wanataka. Kwa hiyo moja kwa moja leo pia tutakwenda kujua kwamba tunawekaje game kama hii ili kupata possibility nzuri zaidi. Lakini kwenye hapo pia Scotland pia Dundee United pia atakuwa anacheza na Hearts, lakini ni game ngumu sana, ni ya kuachana nayo pia. Pale nchini Ujerumani pia pana games, lakini zote zinaonekana kuwa ngumu. Pale nchini Ujerumani sio pa kwenda ovyo ovyo. Pale nchini Hispania pia pana games, ukumbuke vijana wa Sevilla wao watakuwa nyumbani dhidi ya Atletico Madrid, na ukumbuke game ya mwisho ni kwamba game ilisha 4-3 alishinda Atletico kwa manati sana. Kuna muda alikuwa anaongoza 3-1 akapambana mno. Leo tutakwenda kuwekaje pia tunaenda kujua, hiyo ndio game ambayo nitakuwa nimekuchagulia pale. Lakini pia pale nchini Turuki pia Fenerbahce atakuwa nyumbani dhidi ya Trabzonspor. Wale vijana wa Trabzonspor pengine leo mambo yakawa magumu, wamekuwa wakiadhibiwa sana. Ukumbuke Fenerbahce pia ni timu ambayo ipo vizuri, na game ya mwisho imetoka kupoteza dhidi ya Galatasaray kwenye ile kombe lao, wakapoteza 2-1. Hasira wako nazo sana vijana wa Jose Mourinho. Kwa moja leo anakwenda kuwaje pia tutakwenda kujua. Hizo ndio games za siku ya leo. Sasa moja kwa moja hebu tuanze kwenye games moja kwa moja. Tukianza pale nchini Uingereza pale nimekuchorea game 2. Game ya Brentford dhidi ya Chelsea, lakini pia game ya Spurs dhidi ya vijana wa Southampton. Unajua game ya City na United inaonekana kuwa kama nyepesi hivi, lakini game ni ngumu sana kwa sababu ukizingatia City pia amekuwa akishinda sana kwa United, na sasa amejipata kidogo anakuja na mfumo mzuri anashinda, licha kwamba katika game 5 za mwisho za Manchester City kashinda game 2 tu, kapoteza game 2, kasale moja. Lakini United yeye kafungwa game moja, kasale game 2 na kashinda game 2. Kwa hiyo ni kama performance ya United ndio nzuri zaidi kuliko ya City, lakini leo mambo yanaweza kuwa magumu pale Old Trafford, vijana wa United wakalikuta wanaadhibiwa. Kwa moja game hiyo sio ya kwenda naye, sio ya kugusa, ni ya kuitazama tu kama burudani. Lakini pale kwa vijana wa Spurs dhidi ya vijana dhidi ya vijana wa Southampton leo kivyote vile mabao wanakwenda kuruhusu mbele ya Spurs, mbele ya kwao, na moja kwa moja Southampton we guarantee tu kwamba mechi nzima kwanza itoe magoli mawili tu. Spurs na Southampton mechi nzima itoe magoli mawili, kwa sababu Spurs kuscore pia ata struggle, lakini pia the same kwa vijana Southampton pia wanaweza struggle na wakascore na hata kushinda pia wana huo uwezo. Kwa moja guarantee tu kwamba mechi itoe magoli mawili au double chance kwa upande wa Tottenham Hotspur, kwamba ashinde au asale. Hapo kwa Spurs pia anakuwa nimemaliza. Kwa vijana wa Chelsea dhidi ya vijana wa Brentford, game ya mwisho Chelsea akapata ushindi, lakini kwa sasa hivi games zinaonekana kuwa ngumu sana. Tena Chelsea amekuwa akibanwa sana huyu jamaa msimu hivi karibuni. Kwa moja pia game ya leo ni kwenda tuna Chelsea apate goli. Chelsea kama Chelsea yeye ascore, ndio kwamba atakuwa ugenini. Chelsea kama Chelsea ascore, na moja kwa moja kama Chelsea anacheza huu mchezo kwa consistency ya hali ya juu, anaweza kupata mpaka ushindi. Kwa hiyo mjana kwamba Chelsea afunge goli. Haya, goli moja na kuendea over 0.5 kwa upande wa Chelsea the Blues. Kwa hapo nchini Uingereza na kwa nimaliza game ya Liverpool pia na vijana wa Fulham ni ngumu sana kwa sababu game ya mwisho 2-2, lakini licha kwamba alipata kadi nyekundu Liverpool, lakini pia hawa pia Fulham akiwa kwake amekuwa mgumu sana. Kuna muda anashinda, lakini pia kuna muda anajikuta anapata hata sare. Kwa moja hii game ni ngumu sana. Inaweza kusha hata 0-0. Kwa hiyo ni game ngumu sana. Haya, tuachana na hapo ligi papo nchini Uingereza, tuende pale nchini Ufaransa pale vijana tunaoenda kuwachukua ni vijana wa Marseille. Marseille wao watakuwa na kibarua dhidi ya Toulouse. Vijana wa Toulouse watakuwa na kibarua dhidi ya Marseille. Hii game moja kwa moja bila shaka yoyote ni kwamba double chance kwa upande wa Marseille, kwamba ashinde au asale. Usije ukampatia ashinde mazima ndugu yangu. Hii mechi ni kwamba Marseille ashinde au asale, lakini pia mechi nzima over 1.5, mechi nzima itoe magoli mawili na kuendelea. Lakini pia
Marseille apate goli ni option nzuri sana. Kwa hiyo option ambayo mimi nimekupatia kubwa zaidi ni kwamba double chance kwa upande wa Marseille dhidi ya Toulouse, game ishe yakisha hata kitoa sare haina shida, lakini pia kukienda na magoli, nenda na magoli over 1.5, lakini pia Marseille apate goli. Hapo Ufaransa tunakuwa tumemaliza, game zingine tutazitazama kama burudani. Lakini pia game nyingine ni pale nchini Hispania. Vijana wa Atletico Madrid watakuwa na kibarua dhidi ya Sevilla. Sevilla ambayo game ya mwisho walikuwa wanaongoza 3-1 lakini zikarudi wakaongezewa la mwisho, game ikaisha 4-3, Atletico Madrid alishinda. Sasa usije ukachanganyikiwa na yale magoli ukaisa na sasa hivi magoli yatakuwa mengi, hapana. Inawezekana hii mechi pia itaisha 1-0 mtu akashinda, lakini wewe guaranteed kwamba Atletico Madrid apate goli. Jana Simeone wamekuwa jitahidi sana kupata magoli kwenye mechi ambazo wanasare, pia hata ambazo wanafungwa bado wanakuwa wanazifumania nyavu za timu pinzani. Kwa moja kwa moja wewe mgarantii Atletico Madrid over 0.5, Atletico Madrid apate goli kwa Sevilla pale. Haya, hapo game hapo tunakuwa tumemaliza kuachana hizo game pia. Twende kwenye game hapo nchini Hispania, hapo tunakuwa tumemaliza. Twende pale nchini Uholanzi. Jana Ajax watakuwa na kibarua nyumbani kwao pale Amsterdam dhidi ya vijana wa NAC Breda. NAC Breda hajana performance nzuri. Game za mwisho zote 5 amepata draw moja tu na vipigo takriban 4. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa hayupo kwenye performance nzuri, lakini kwa upande wa Ajax yeye ndo kwanza anahitaji kuwa bingwa. Jana PSG ametoka kushinda, kwa hiyo moja kwa moja leo struggle itakuwa ni ya hali ya juu. Moja kwa moja guarantee tu kwamba Ajax aidha ashinde au asare, double chance kwa upande wa Ajax, lakini pia mechi nzima pia kutoa magoli mawili, option nzuri sana over 1.5, lakini pia Ajax double chance kwamba ashinde au asare. Lakini option ambayo mimi nakupatia nzuri zaidi kwa sababu natafuta odds ndogo ni kwamba Ajax double chance kwamba hawezi kufungwa mchezo, aidha ashinde au asare. Hapo pia nakuwa nimemaliza. Game ya Porto dhidi ya vijana wa Benfica ni ngumu sana, namna ya kutabina kwa changamoto kwa sababu game zao pia zimekuwa zikisha 1-0, yeyote anaweza kashinda. Kwa hiyo game labda kama unakwenda na 12 kwamba ashinde yeyote, aidha Porto ashinde au pia Benfica ashinde, lakini kwa form ambayo saizi yupo Benfica yupo kwenye form nzuri zaidi, kwa hiyo mpatie Benfica over 0.5 pia kwamba Benfica apate goli. Hiyo pia ni option nzuri sana. Licha kama Porto pia atakuwa nyumbani pia. Kwa hiyo moja kwa moja hii game ngumu sana kuitabiri, utaweka ambavyo na kwa hiyo umeona kwamba inakaa vizuri. Sasa hapo ni kupatia Benfica labda apate goli, lakini pia yani mlinde sana Benfica kwenye ambavyo unakuwa na stake. Mlinde sana Benfica kwa sababu performance ya Benfica ni nzuri kuliko performance ya vijana wa FC Porto. Haya, tukitoka hapo tuende pale nchini Uturuki. Fenerbahce yeye atakuwa nyumbani dhidi ya vijana wa Trabzonspor. Vijana wa Trabzonspor wale mambo yanakuwa magumu mpira Fenerbahce pale, misimu takriban 3 ni adhabu tu zinawakuta na sare. Kwa hiyo moja kwa moja leo pia mambo pengine yakawa magumu kwao. Vijana wa Jose Mourinho wana hasira. Ukumbuke wametoka kufungwa na Galatasaray game ya mwisho ile pale, na walikuwa na hasira sana. Kwa vijana wa Fenerbahce wanahitaji kulipa kisasi. Moja kwa moja game ya leo vijana wa Trabzonspor wanaweza kuchukuliwa kama mfano na adhabu ikawakuta pia. Kwa guarantee tu kwamba mechi nzima pia itoe magoli mawili over 1.5, lakini pia hata ukimspecify Fenerbahce pekee apate magoli mawili, option nzuri sana. Lakini pia double chance kwa upande wa Fenerbahce kwamba ashinde au asare ni option nzuri sana. Twende pale nchini Scotland, vijana wa Celtic wao watakuwa ugenini dhidi ya Johnston. Celtic licha kwamba watu wamekuwa wakimtazama kama anashinda sana game zake, mabao mengi ya kutosha, akiwa kileleni pale sasa hivi pointi za kutosha tu, lakini pengine pia leo mambo yakawa magumu kwa upande wa Celtic, na moja kwa moja guarantee tu kwamba Celtic double chance, sio kumpatia ashinde, mpe double chance kwamba ashinde au asare, lakini pia hata magoli, kiweka magoli matatu pia ni option nzuri sana kwa 2.5 kwenye hii game, au vijana wa Celtic pekee yao wapate magoli mawili, option nzuri sana. Celtic pekee yake apate magoli mawili, mechi nzima pia kutoa magoli matatu pamoja na double chance kwa upande wa Celtic, option nzuri sana. Kati ya hizo tatu chukua moja hapo uondoke nayo, ipo vizuri sana. Basi hizo ndio games za siku ya leo. Hapo mimi nakuwa nimemaliza.